Nimemsikiza Musalia, nimemsikiza Rigathi na nimemsikiza William, wote wakikiri kwa mdomo wao ya kwamba uongozi wa serikali wa Kenya hii ni mzito ama ni mgumu, na ni kumaanisha kwamba yale mafikira ambayo yanatakikana ili Kenya isonge mbele yako zaidi ya uwezo wao, na hatuwezi kuendelea na watu wanasema wao ni viongozi na kila wakati wanakiri ya kwamba Kenya inahitaji umaarufu zaidi kuliko ule wako nao ili tuweze kwenda mbele. Na langu kwa Kenya tunapokuja kwa mwaka mpya ni kujua kwamba wale ambao tunawategemea wabadilishe maisha yetu wanakili kwa mdomo yao ya kwamba hali ya Kenya imewazidi, na ni vizuri wanaitisha usaidizi mpaka kwetu. Na mimi nauliza wa Kenya, kweli mtagojea miaka mitatu na watu ambao wamewaambia mapema ya kwamba hawana uwezo wa kubadilisha maisha yenu? Mwaka ujao lazima tujiulize hilo swali na tujibu sisi wote. Mimi kwangu ni gumu sana kukaa na mtu kwa ofisi miaka 3 na alikuambia tangu mwanzo ya kwamba hana uwezo wa kukusaidia. Kila wakati ni kusema hakukuwa na chochote katika the coffers were empty, they were empty, they were empty. It means that they are actually empty themselves. Vichwa vyao they are empty. Otherwise, if they were not empty, they would have given us a solution to the problems that we have today as Kenyans. Kwa hivyo, New Year, tuchunge hao watu ambao wanasema wako empty kwa fikira zao kulingana na zile shida tuko nazo. Na ni vizuri kama Wakenya tuhakikishia kwamba wale ambao wamekaa katika viti vya uongozi ni watu ambao ni sawa, wasija wakatuweka kwa shida. Na ndio tunasema hivi, kama bunge haiwezi fanya impeachment, sisi wa Kenya tutafanya impeachment, and we can do the impeachment as Kenyans. Na sio jambo gumu, ni kuhakikisha kwamba tuko na sahihi ama signatures ya kutosha, na tunaweza peleka hiyo petition anywhere leo, kwa sababu we all have a responsibility of ensuring that the constitution is firm.